Halo. Mamtu, vipi? Kuna nini tena? Isabela amekuwa kichaa? Hiyo inawezekanaje? Nilijua tu. Yaani nilijua kabisa kwamba yaani watu wa hapo kijijini walivyokuwa na wivu, Yaani unajua ni hapo kijijini Isabela amesoma peke yake tu, Na hivi alivyomaliza chuo sasa, Ndio maana wamemfanyia hivyo. Maskini ya Mungu. Kwa hiyo hapo umewazaje? Wampeleke kwa mganga? Wewe na mganga wapi na wapi? Mambo ya ushirikina na wewe wapi na wapi jamani? Unajua wewe mtu wa Mungu tena. Hapo wewe umewaza vizuri. Na maana hapo mmeshaongea na mchungaji anakuja kumuombea. Okay. Hapo sawa. Inabidi mfanye hivyo. Wewe kama wanataka kwenda kwa mganga, wewe waacha waende tu. Wewe simamia msimamo wako. Unaelewa tena wewe ni mtu wa Mungu, wajua muombea hapo nyumbani. Hayo mambo ya achaneni nayo kabisa. Basi haina shida. Mimi nashukuru kwa taarifa kama hiyo, lakini mimi sasa hivi niko polini huko, nakwambia usafiri unasumbua, ni mpaka sasa hivi bado tu Basi poa, kitakachoendelea hapo tutazidi kuwasiliana. Utanipigia simu unijuze. Haya poa mamangu. Haya poa baadaye. Ni love behind madness, mapenzi ndani ya kichaa. Mungu uliye hai, Mungu wa Nabii Branham, tunakushukuru sana kwa mambo unayofanya. Shem, hii hali ya huku ndani, kwa maombi yale na mtu abadiliki, bora tumpeleke kwa mganga. Mwenye ndo nichukua nafikiri. Lakini wewe wataalamu si unafahamu kidogo? Ndio, kuna mganga mmoja yupo hivi. Maana nyinyi mnaishi single, nyinyi waganga mnawajua sana nyinyi. Umeanza. Sio kuanza. Sasa anyway, tuache wao amalizie kuomba. Yaani wewe ukae nje afu mwache dadangu mimi kula nini anahangaika. Wewe kweli unampenda dadangu? Si yuko mchungaji na mama mchungaji pale? Kwa hiyo shangazi ndo atamshika dada. Na unaona mtu kabisa mwenyewe ana nguvu. Okay, sawa, twende. Twende. Baba, kwa huyu mtu tumeletewa mbele zako. Na pia hata angekuwa nabii fulani angefanya kani nitakachofanya mimi. Mimi ni mwanadamu tu, pia huu ni mkono ni wa mwanadamu. Mtumishi, nakushukuru sana. Ndiyo, nipe jipi. Sijawahi kutana na shughuli kama hii. Ndiyo. Yaani kinachonishangaza, huyu mgonjwa yupo katika hali hii. Lakini Roho Mtakatifu ananifunulia, ananiambia sio mgonjwa, yuko salama. Nyi wenzangu mnamuelewa wewe? Yaani mimi sijamuelewa kabisa mtumishi. Yaani mwanangu ana hali ile anasema sio mgonjwa. Sasa baba, mtumishi, mgonjwa yupo kwenye hii hali. Wewe tunachoshukuru saa hizi angalau sijui amelala, sijui ndo ni maombi, lakini kwa hali hii unavyoniambia mzima unanichanganya baba. Ipo hivi. Siku zote shetani ni mwongo. Huyu mtu yani sio mgonjwa, yani ni mzima kabisa. Alafu mimi kwenye kazi hii ya Mungu nina miaka 10.
Kwa hiyo najua ninachokifanya na Mungu adanganyi. Asante baba, asante mtumishi, asante nani, asante baba mtumishi, asante mama mtumishi. Karibuni, asanteni sana na washukuru. Nawashukuru sana jamani. Mama nakushukuru, baba nakushukuru. Asante, nakushukuru sana. Asante. Shemu, habari yako? Poa, mambo? Poa, kwema? Kwema. Hivi Shemu, mzoko mkutwa na nini? Mbona sielewi, kama mko kama kichaa, kama chizi, yani sielewi kabisa. Sifahamu chochote. Hata hivyo siwezi kuwa na Shemu kama wewe. Shemu, unasemaje? Unanikataa mimi leo? Sio leo tu. Sikuwahi kukukubali maisha yangu yote. At least hata Bi ananipatia vishingi 200. So wewe. Shemu, mimi sina kupaga mahindi lakini. Hebu nenda huko bana. Shemu, mimi sina kupaga mahindi lakini kama hela haya bwana, hamna shida. Nenda huko bana. Mna shida gani nyinyi? Sasa shida kama unavyoiona. Tulieni mkiwa mmefika hapa. Mna shida gani nyinyi? Sawa. Sisi tulikuwa tumefika ndugu yetu kama unavyomuona. Huyu bidada tulikuwa tuko katika utani wa kawaida. Tunashangaa ndio yuko kwenye hali kama hii. Hapana, sio kichaa. Ni mzima huyo. Mzima? Ni mzima kabisa. Hana shida yoyote. Shem ndo uliniambia. Hata na kingine niwasaidie. Shem ndo uliniambia unaleta kwa mganga. Mganga mwenyewe ndo? Tulia kwanza. Tulia. Sasa nitulia namna gani? Mtu anasema Tulia kwanza. Kwani mpaka nikakuleta ni kwa nini tulishani? Au unataka nimweke kichaa kabisa? Mtu yuko bize na kutibu, yuko bize na simu, kweli ndo mganga au kweli? Tulia kwanza, huwezi jua. Mimi naondoka na mgonjwa. Mimi naangalia video. Nendeni, poteni. Mimi naangalia video. Wewe unasubiri nini? Naangalia video. Toka. Una hela za MB, toka. Unanisaidia kuweka MB, toka. Shamba wewe. Mjinga mkubwa. Kama hamwezi kuja hapa na shida zenu, mnaniletea tu ujinga hapa. Sijakielewa. Kwa hiyo uliniambia tuende kwa mtaalamu, sijui nini, mama mchungaji akishindwa tuende kwa mtaalamu. Kwa hiyo mtaalamu mwenyewe ndio yule. Kivipi? So kivipi? Sasa mtu mnaenda na mgonjwa, anaambia huyu mgonjwa hana tatizo lolote. Hana tatizo lolote kwenye hali kama ile. Huwezi jua yeye anamaanisha nini. Sasa siwezi jua, nisichokijua pale ni nini. Alafu picha linaanza
Mganga mwenye kwanza tu yuko busy na simu, yuko busy na sijui na WhatsApp huko, sijui yuko busy. Yaani ana chat hadi sopoa. Sasa yule mganga au naye nitapeli au basi mliamua tu kunitengenezea mazingira nitoe pesa mnitapeli hivyo yani. Okay, basi sawa. Shida gani? Alafu nyinyi ndio mlichangia kumloga. Yaani inawezekana ndio kama amechangia kumloga yule. Tembea basi. Toka tembea. Hapa ndio toka basi. Wewe uniambii chochote kwa sababu nyinyi na ukoo wenu mzima nyinyi wachawi. Kwani hapo kwa kilichotokea chote ni sisi. Yaani na maana nyinyi ni wachawi na ukoo wenu mzima. Mtoto watu juzi hapo kaanguka kifafa. Bado kuna mtoto kaangukia kwenye maji. Bado mwanangu mmemtia uchizi. Kwa hiyo na maana nyinyi ni wachawi sana, si ndio Yaani wewe uchawi unaosema nyinyi na sisi ni vitu viwili tofauti kwa sababu nyinyi ni wachawi tu, utaniambia nini? Unalipi la kuniambia? Inavyotokea kwenye hichi kijiji ni sisi. Kila kitu ni sisi. Japokuwa lisemalo lipo sio mimi niliyofanya. Kumbe mfanya nani? Na kama unajua mimi nimefanya hivyo basi enda kwa mganga. Na kama sio kwa mganga basi Mungu anajua. Mimi na mganga wapi na wapi? Mimi namwachia Mungu. Basi mwachie Mungu. Mungu fundi atakufundisha. Na kama namwachia mganga mwachie mganga. Mungu atakufundisha wewe. Sio kunifanyia tu vitu kama maliza basi sawa. Usichoelewa nini shangazi, usichoelewa nini? Wewe si tumeongea vizuri. Na unajua kabisa kiasi gani kuna unajua kabisa wazi gharama ngapi mimi nimetumia katika. Sawa, sikatai. Sasa tumeongea vizuri kwamba huyu atakaporudi mimi ndo nakuja kuchukua hilo jiko. Mwisho wa siku binti mwenyewe kwanza kaza usumbufu. Tumebishana mwisho wa siku mmeona itoshi, mmeamua kumtia na ukichaa. Mimi ninachotaka sasa ni pesa yangu. Sio wewe sawa, lakini sasa ndio tuliyokubaliana ndio mniwezeshe kichaa. Basi nipeni nikaishi na hivyo hivyo. Sijawa mjinga kiasi hicho shangazi. Mbona mimi nilikuwa nakuheshimu toka mwanzo? Kuna siku nimewahi kukukosea mimi? Sawa. Sawa. Mimi naomba tufanye kitu kimoja. Mnipatie pesa yangu tumalizane. Amelogwa, hajalogwa, huyo mimi siwezi kuishi naye. Mnipatie pesa yangu tumalizane. Hapo mimi nimemaliza shangazi. Naomba tuishie vizuri kama tulivyoheshimiana toka mwanzo na naomba tumalize vizuri. Mimi nimemaliza. Ndio nimemaliza hivyo basi. Tengana zingua. Vipi tena baba? Mbona unafuka kiasi? Wewe hata mudi yenyewe kunywa shaisha. Punguza basi hasira babangu. Unajua mimi hapa kwa ajili yako. Punguza hasira, niko na wewe baba. Hamna noma. Fresh. Poa, nitakuja. Subiri basi nitakuja. Nenda wapi bana? Ni love behind madness, mapenzi ndani ya kichaa. Ninaishi bila furaha ndani ya ndoa isiyo yangu. Nililia bila kusikika, nikimwita